We wadako, hii ni ya mahouse girl wa Kenya na sio tafadhali. Na hii tabia inabidi mkome. Hata kama wadozi wenyu wanakujanga kucomplain hapa kwa mtandao, but pia nyinyi kuna kitu mnafanyanga mbaya. Na hii kitu na ni lazima niwaambie. Juu sitapigana na mabosi, na nikuje nipigane na nyinyi. Wewe house girl, umeajiriwa kule Kenya. Unajua tu huyu mdozi wako Monday to Monday anaendanga kazi. Wewe kama house girl, ni responsibility yako ya kuamka asubuhi, ujue breakfast watoto watakula aje, ujue mama atabeba snacks gani. Kuna wale wa mama wenye wanajitengenezanga snacks zao actually. Kuna wale wa mama wenye wanajibebeanga chakula zao wakienda kwa ofisi. Mama amekuacha kwa nyumba. Wewe mfanyikazi. Mama ameenda kazi. Anatoka asubuhi saa 11, anarudi jioni saa 3. Mama anafaa aingie kwa bafu, aoge, akule na apumzike. Kesho pia ataamka. Amekupanga na amekutrust na nyumba yake. Yeye ameenda. Na hata hiyo sio shida. Mahali shida ingine ni kujani hapa. Nyinyi house girl wa Kenya, you need to style up. Na mkuwe na adabu. Na muimagine hiyo kiatu ni nyinyi mnaingia ndani. Tell me why, wewe house girl, unachukua suruali zako, unachukua baika zako, unachukua nguo zako kwa ujumla, unafua pamoja na nguo za mtoto wa mdozi wako, ama unafua hizo nguo una mix pamoja na za bwana wa mdozi wako. Who does that? Unapata house girl ameanika panty, bra, panty, vest ya bwana, boxer ya bwana, trouser ya bwana. Unaanikaje? Do you know the meaning of separating? Leo kama unafua nguo za mdozi wako, kesho fua nguo zako. Ufai kuchanganya nguo za mtoto na zako na za bwana na za mama. Hata mama mwenyewe hawezi kubali nguo zake zikachanganywa na mtoto. Hata baba mwenyewe hawezi kubali nguo za mtoto wake zikachanganywa pamoja. And you house girl, you are just there. Kuchanganya nguo zako pamoja na za mtoto. Sasa mdozi hata ametoka kazi, anaangalia nguo venye umeanika kwa kamba. Hai make sense. Nguo zako kama unafua nguo, wewe kama mwanamke, Monday fua nguo za kabebi. Kabebi unafuliwa kila siku. Kama ni kabebi fua kila siku. Tuesday fua nguo za baba na mama, ama fua nguo za mama. Wednesday nguo za baba. Thursday nguo zako. Fua nguo zako peke yake, weka kwa kamba nguo zako peke yake. Usimix nguo zako na nguo za watoto. Kila mtu ako na skin different. Mama unanukanga jasho, kale ni kabebi kadogo. Mama yake atashinda kwa chemistry ama kwa hospitali kama amenunua dawa ya mwili kutoka rashes. Mama anakaa anajiuliza, hii rashes inatoka wapi? Mtoto hakuzaliwa na hii rashes, lakini mtoto anatumia mafuta expensive sana kwa sababu ya wewe house girl kuchukua suruari zako kuchanganya na suruari na nguo za mtoto. Who does that? Na nguo za bwana. Who does that? Wewe ndio uko chini ya mamlaka ya hiyo nyumba, ama mdozi wako ndiye uko chini ya mamlaka ya hiyo nyumba? Wewe uko pale. Mind ile kitu ilikupeleka pale. Usikuwa tu unafanya kitu mbaya ndio mdozi wako akiongea nyinyi ndio wale wa kwanza kuingia kwa inbox yangu, say this. No, pia hawa watu ni human being. Respect nyumba ya watu. Sisi tuko huku Gulf, tunatumianga washing machine, lakini huwezi kupata mtu kama mimi ama wasichana wanachanganya nguo ati za Waititu na za Waiguru. No, na za watoto. No. Hata huku kuna wale wenye wasichana wamepewa mashini zao. Wanasema hii ni mashini yako, iko kwa room yako. Na hii mashini ni ya mtoto, na hii mashini ni yangu na mama. That's how things go. Nairobi, Kenya, ama uko nyumbani, mtoto anako na basket zake. Mama na baba wako na beseni zao. Wewe msichana unatumia beseni za mama na baba. Ukimaliza kufua, osha hizo beseni vizuri na sabuni, zianike. Beseni za mtoto ukimaliza kufulia nguo za kabebi, osha vizuri, zianike. Weka separate basket. Kila mtu anafaa kuwa na basket yake. Basket yako kwa room, basket ya mama na baba kwa room, na basket ya mtoto kwa room yake. Na hata kuna baba anaikanga nguo zake kando, mama anaikanga nguo zake kando. Lakini wewe house girl, haraka yako kutaka kwenda kukimbia kwa simu, unachukua nguo zote una mix pamoja. Mtoto anaanza kujikuna.
Baba akivaa nguo zinanuka, unapata vest ni ya white imekuwa kioka kuwa grey. Who does that? Mustyle up. Rubbish.